Mtazamaji wa Kiswaga Media, karibu katika kipindi cha michezo hapa Kiswaga Media. Mimi naitwa Fred Kiswaga, niko na daktari wa soka Halid Mtumbuka. Halid, mambo vipi? Njema kabisa. Karibu sana studio bwana. Asante sana. Uko vizuri? Mimi niko vizuri, niko njema. Mtazamaji wa Kiswaga Media, usisahau kwamba sisi tumeshikwa mkono na Kiswaga Insurance, wanakuambia bima chap kwa haraka. Kiswaga Insurance wanapatikana Mwenge ITV, nyuma ya jengo la Dola Tower. Unaweza kuwacheki kupitia namba zao za simu 0715171086. Wao wanakuambia bima ni chapu kwa haraka. Halid, tumeona bodi ya ligi kupitia kamati yake ya saa 72 imeweza kushusha lungu kwa baadhi ya vilabu na wachezaji, na moja ya vilabu ambavyo vimeshushwa lungu hii ni Young Africans, na vile vile tumeona katika klabu ya Simba mchezaji wake Jonathan Soa ameweza kushushwa lungu hili, alikadhalika Singida Black Stars tumeona kiungo Halid Aucho naye lungu limemkuta, na wakiumo vile vile marefa na baadhi ya wasimamizi lungu hili limeweza kuwakuta. Tunazungumziaje adhabu hizo wakuta, walistahili kweli ama wameonewa? Ni adhabu ambazo zimewastahili kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu soka Tanzania bara. Na hizo ni adhabu ambazo hizo zilitumika kuendesha ligi kuu soka Tanzania bara, na kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara huwa inafanya hizo ndio ili kutoa adhabu zake, lakini pia kusimamia matukio pamoja na matokeo ambayo yanatokea uwanjani. Kwa hivyo wamestahili kutokana na kanuni za ligi kuu soka Tanzania bara na ni adhabu za kupitia adhabu hizi ambazo wamezipata baadhi ya vilabu na baadhi ya wachezaji. Kipi hasa unadhani kamati ya 72 inakiangalia kabla ya kutoa adhabu hizi? Kinachotazamwa ni kwenda kwenye kanuni husika ambayo inaweza kutoa tafsiri kwa tukio ambalo limetokea kwa wakati husika. Kuna kanuni nyingi sana ambazo zinatumika kwenye uendeshaji wa ligi kuu soka Tanzania bara na kutoa adhabu mbalimbali. Kuna adhabu zinazohusu udhibiti kwa viongozi, udhibiti kwa klabu, udhibiti kwa wachezaji, na kanuni ambazo zinahusu udhibiti kwa waamuzi pamoja na udhibiti kwa viongozi wanaojihusisha na masuala ya mchezo wa mpira wa miguu kama nilivyozungumza. Kwa hivyo ni adhabu ambazo huwa zinazingatia zaidi muktadha wa kanuni pamoja na muktadha wa tukio. Na vile vile katika adhabu hizi wachezaji na hawa viongozi ambao umewataja wanakuaga wanazijua taratibu kwamba nikifanya hivi nitapata hii adhabu, au wanakuwa hawajui, inawakuta tu pale anapokuwa amefanya na adhabu inapokuwa imemkuta? Kuna adhabu zinajulikana na viongozi kwa 100%, na kuna adhabu ambazo viongozi wanakuwa hawako aware na hizo kanuni zinazohusika. Kwa hivyo kuna zile adhabu ambazo zinajulikana, mfano adhabu zinazohusu udhibiti wa klabu, masuala ya ushirikina ama masuala yanayohusishwa na imani za kishirikina ambazo Young Africans imekuwa ikipata hiyo adhabu mara kwa mara. Na hata kwenye adhabu hizi ambazo zimetoka siku ya jana, Young Africans imepigwa adhabu hiyo, lakini wao wenyewe wanajua kitu gani ambacho kinachokuwa kimeendelea. Na kuhusiana na adhabu za kishirikina, ninafikiri ni adhabu ambazo haziumizi kwa vilabu vyetu kwa hivi sasa. Ni adhabu ambazo wanaweza kuzi-afford kulipa hizo gharama ambazo zinatokea, lakini bado wanaendelea kufanya kwa sababu wao zinawanufaisha na swala la kiimani kwa upande wao. Ni wajibu wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wao kutafuta adhabu ambazo zinaweza zikawa zinawaumiza zaidi vilabu na kukomesha kabisa vitendo kama hivi, sababu adhabu zilizopo kwa hivi sasa pamoja na kufanyiwa maboresho kutoka kwenye kanuni za msimu uliopita, lakini bado haziumizi vilabu, na ndio maana kila uchao vilabu vimekuwa vikifanya makosa yanayojirejea. Swala la imani na kishirikina limekuwa likijirejea mara kwa mara kwenye vilabu vya ligi kuu soka bara. Young Africans si mara moja, si mara mbili wamekuwa wakihusika kwenye adhabu kama hizi. Kwa hivyo adhabu hizi haziviumizi vilabu, hasa zinazohusu imani za kishirikina. Na adhabu hizi zinapotolewa kama klabu au mchezaji hujaridhika nazo, una nafasi ya kukata rufaa kwamba bwana sijaridhika na hii adhabu au mmenionea, au inapotolewa hakuna hiyo room, ni kwamba unatakiwa utimize kile ambacho umekwambia? Unaweza ukakata rufaa kama unahisi hujatendewa haki. Na kukata rufaa tunaanza kwanza kwa kitu kinachoitwa exhaustion of all internal. Tunarudi kwenye ile kamati husika ambayo imefanya hivi, lakini pia tunaweza kwenda kukata rufaa na kukata rufaa. Kanuni zimeweka wazi. Kwa hiyo kama hujaridhishwa na adhabu zilizokuwa zimejitokeza, una uwezo wa kukata rufaa kwa mujibu wa kanuni namna zilivyo. Lakini matukio mengi sana kwa nini yakatiwe rufaa ni kwa sababu watendaji wa hayo matendo
wanaona kabisa walikuwa wanastahili hizo adhabu zilihusika. Mfano Jonathan Soa, tukio ambalo alikuwa amelifanya ni kumpiga, ni kitendo ambacho dhahiri kabisa kimeonekana. Yes, kwa hiyo haina haja ya kukata rufaa. Lakini pia Khalid Aucho, kitendo ambacho amekifanya kwa Adamu ni mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya TRA United, ni kitendo ambacho yeye mwenyewe akikaa akiondoa ile tempa ya mchezo, anaona kabisa hiki ni kitendo ambacho alikuwa anastahili adhabu zaidi. Lakini pia kwa tukio la Alassane Kante pale uwanjani alikuwa anastahili adhabu ya kadi nyekundu kabla hata ya kamati kukaa na kutoa adhabu ya kumfungia mechi 5 na adhabu ya faini kwa upande wake. Tukio la mwamuzi Alex Pancras ambaye amepewa onyo kali, ilikuwa inastahili naye pia kufungiwa kwa mizunguko 5 kwa tukio ambalo alikuwa amelifanya. Lakini ni tukio ambalo yeye mwenyewe akikaa kamati imereview na kuona ina changamoto hivyo, yeye mwenyewe anahisi kabisa yes, anastahili kwa ile adhabu kwa vile hakufuata sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu, hasa kwenye sheria inayohusiana na fouls and misconduct. Lakini pia kwa Abdallah Mwinyi Mkuu ambaye ameondolewa kwenye mizunguko 5 ya ligi kuu soka Tanzania bara, yeye mwenyewe kwa matukio mawili ndani ya mchezo mmoja, wa tukio la Alassane Kante, tukio la Jonathan Soa, akikaa akiambiwa hakuna sababu ya kukata rufaa, itakuwa ni upotevu ama matumizi mabaya ya gharama zako, kwa sababu kukata rufaa pia ni gharama. Lakini pia itakuwa ni kupoteza muda, kwa sababu ukienda ukireview tukio litabaki kuwa pale kwamba kuna kosa ambalo lilifanyika na ulishindwa kulitolea maamuzi. Lakini vile vile hali tukijaribu kuangalia katika hizi adhabu ambazo zimetolewa, baadhi ya wadau wa mpira baada ya kuona jana ili lungu limeshuka, wanadai kwamba kidogo adhabu mwaka huu kwamba zimekuwa kali kuliko miaka ya nyuma zilizopita. Hii ni kutokana labda na uongozi mpya ulioingia, labda wameongeza umakini, au labda kuna taratibu zimebadilika. Wanasema kweli nyuma wachezaji walikuwa wakipewa adhabu, lakini kwamba kidogo adhabu za kipindi kama zimekuwa kali zaidi. Kilichobadilika ni utafsiri wa kanuni, lakini pia kilichobadilika ni kanuni za ligi kuu soka Tanzania bara. Hizo ambazo zimetuletea hizi adhabu kali. Na mchakato wa mabadiliko ya kanuni yalihusisha wadau wote, yalihusisha vilabu vyote, lakini pia hata wanafamilia wa mchezo wa mpira wa miguu. Na mwishoni kabisa kamati tendaji ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara ndio watu wa mwisho kuapprove hizo kanuni zinazohusika. Kwa hivyo si adhabu kali, ni adhabu zinazostahili. Ni adhabu ambazo zipo kwa mujibu wa kanuni. Kwa hakuna ukali wa adhabu. Sheria ni msumeno na kanuni pia ni msumeno, kwamba ukifanya kosa zitakuadhibu. Kwa hiyo si adhabu kali. Kilichoongezeka tu ni kwamba msimu uliopita waamuzi walikuwa na wigo mpana sana wa kufanya makosa ya kibinadamu na kutoadhibiwa. Lakini msimu huu bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara na TFF wamekuwa wakali sana. Na Wallace Karia lilizungumza mwanzoni kabisa mwa msimu kwamba watakuwa wakali sana kwa waamuzi kwa msimu, kwa sababu wamekuwa wakituharibia ligi yetu. Ligi yetu imekuwa ikiharibiwa kwa kiasi kikubwa sana na waamuzi kufanya makosa mengi ya kibinadamu na kushindwa kutafsiri vyema kanuni pamoja na sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu, aidha kwa maslahi binafsi, kwa kutoelewa au kwa pressure ya Simba na Young Africans, kitu ambacho kimekuwa kikiharibu ligi. Sasa ili ligi isiharibike, yule ambaye ana mamlaka ya kuisimamia ligi ni bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara na TFF kwa upande wao. Kwa maslahi mapana ya mpira wetu ndio adhabu ambazo wanastahili. Na mimi kwa upande wangu kwa baadhi ya makosa ambayo yanafanywa na waamuzi wetu bado hizi adhabu ni ndogo. Yaani walikuwa wanastahili hata kuondolewa kabisa, kutochezesha ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kwa upande wao kwa sasa, kwa mujibu wa kanuni zilizopo, hizi adhabu za kufungiwa na kuondolewa kwenye michezo 5 zinawastahili kabisa, kutokana na makosa ya kizembe ambayo yamekuwa yakiyafanya na makosa ambayo yamekuwa yakijirejea mara kwa mara. Lakini kwa makosa yanayohusu wachezaji, kuna yale makosa ambayo yanaonekana na mwamuzi anatafsiri sheria zake 17 za mchezo wa mpira wa miguu na kutoa adhabu pale pale. Lakini kuna matukio yale ambayo hayaonekani uwanjani. Yale matukio kamati ikikaa na kureview inaona kabisa hapa kulikuwa na adhabu kali zaidi inapaswa kuchukuliwa. Kwa kutokana na kanuni zilizopo za soka Tanzania bara, ndipo ambapo kamati inakaa na kuamua kuchukua hizo na kufuata hizo kanuni na kuwapa hizo adhabu ambazo wanazostahili. So kwa upande wangu mimi sina shida yoyote na adhabu zinazotolewa. Sina shida yoyote na kanuni zinazoendesha ligi kuu soka Tanzania bara. Mtazamaji wa Kiswaga Media, mimi ni Fred Kiswaga, niko na daktari wa soka Khalid Mtumbuka. Tunaangalia lungu ambalo limeshuka jana kwa baadhi ya vilabu vyetu na baadhi ya wachezaji wetu kutokana na utovu wa nidhamu. Khalid, tukielekea mwishoni, unadhani
hizi adhabu ambazo wamezipata baadhi ya vilabu na baadhi ya wachezaji wetu zitaenda kuifanya ligi yetu kuwa bora zaidi au zitaenda kuifanya ligi yetu isiwe bora zaidi? Zitaifanya ligi yetu iwe bora zaidi kwa sababu klabu haitakubali kumkosa mchezaji kwenye mechi 5 zaidi ya moja uwanjani. Wakati mwingine ni mechi muhimu unakuta. Yes. Kwa mfano Jonathan Soa anakosekana kwenye mechi 5, Alassane Kante anakosekana kwenye mechi 5, amevuruga mipango ya klabu na mipango ya kocha kwenye sehemu husika. Lakini pia Khalid Aucho anakosekana kwenye michezo 5. Singida Black Stars imemsajili kwa ajili ya michezo 5 pia. Bila kusahau Young Africans beki wao yule bado anaendelea kuitumikia adhabu. Yes. Kwa hivyo Ibrahim Abdullah Baka mechi 5 anakosekana. Ukukosekana kwenye mechi muhimu, ukakosekana ukafanya makosa 3 kwa msimu mmoja, unakosekana kwenye mechi 15 kwa makosa ya kizembe. Kitu ambacho sio klabu, sio mchezaji, wala si mashabiki ambao wanaweza kukivumilia. Hata klabu kwa kiasi kubwa inaenda kuathirika kutokana kwa mchezaji wao mmoja tegemezi au muhimu kabisa, kwa kosa la mchezaji mmoja, tena muda mwingine ni la kizembe kabisa. Mfano kosa la Jonathan Soa, kosa la Alassane Kante, Khalid Aucho ni makosa ya kizembe ambayo mchezaji huwezi kuyafanya pamoja na kuondoa bila kuondoa. Unapozungumzia uzembe unazungumza inawezekana amefanya kwa makusudi. Yes, inawezekana amefanya yani muda mwingine ni kushindwa kucontrol ile temper. Yani kuwa overreact. Yani kuna kitendo ama tabia yako wewe mwenyewe unashindwa kuishape mpaka unashindwa kujicontrol kwenye baadhi ya vitu. Kwa hiyo hapo tunazungumzia nidhamu sasa. Nidhamu binafsi ya mchezaji. Kwa hiyo sehemu ya nidhamu kwa asilimia kubwa sana itawafanya wachezaji wawe na nidhamu kubwa sana uwanjani. Kwa hiyo itashape. Lakini hata kwa muamuzi akiondolewa kwenye mizunguko 5, kuna posho ya mizunguko 5 wameikosa. Pamoja na kwamba kuna sehemu labda anaweza akawa amenufaika, lakini kuna sehemu ambapo itakuja kumwathiri akifanya makosa 5 kama haya kwenye ligi. Manake ni kwamba yeye mwenyewe ndiye ambaye amejitoa kwenye ligi. Kwa hiyo kimsingi itaondoa makosa ya waamuzi, itachuja wale waamuzi makapi na wale waamuzi wenye thamani kubwa. Na hapa ndio sehemu ambako ligi itaendelea kuwa na thamani kubwa zaidi. So kimsingi adhabu hizi ni adhabu ambazo zitaifanya ligi yetu iwe miongoni mwa ligi bora kwa siku zijazo. Kwa maana inaweza kapanda zaidi ligi yetu kutoka kiwango tulichopo ikaenda juu zaidi. Kabisa, kwa kuondoa makosa ya waamuzi, utovu wa nidhamu, wafanye wachezaji wa behave vizuri, control ile temper yao, uongozi wenyewe pia wafanye vitu vya ziada kuhakikisha baadhi ya makosa yajitokezi. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta hata wachezaji wakapoteza ajira. Kwa maana akirudia hivi na maana klabu itaona huyu hatumhitaji tena. Kwa sababu nidhamu yake ni mbovu, ameshindwa control temper yake. Kabisa, kama maana tuna mechi muhimu ambazo tunamkosa sasa ni wa nini? Kabisa, kwa maana mkataba wake ukiisha hawezi kuongezea. Mfano ni Bernard Morrison. Ndio. Pamoja na kwamba adhabu hazikuwa kali wakati ule, lakini tunaona mpaka sasa hamna klabu inayomhitaji kutokana na utovu wa nidhamu. Kwa hiyo ni fundisho kubwa kwa wachezaji wengine wapate kujifunza kupitia hilo. Kabisa. Bwana, hii ni Kiswaga Media. Mimi ni Fred Roy Kiswaga, nilikuwa na daktari wa soka Hali Mtumbuka. Tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vijavyo. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye kwa sasa.